Yesu asifiwe. Nataka kuwasalimu kwa jina la Bwana Yesu asubuhi ya leo. Natumai mko wazima, mko buheri wa afya. Nataka kusema tu ni asante kwa siku ya leo, kwa walioamka wako wazima wakaingia katika shughuli zao za kutafuta riziki ya kila siku. Nataka kusema tu ni asante. Kabla hatujaendelea, nataka tujifunze kitu kidogo, lakini kabla hatujaendelea nataka tumuombe Mungu kwa siku ya leo, kwa nafasi ambayo ametupatia. Licha tuko na masaa machache, lakini wacha tukamshukuru Mungu kwa ajili ya maombi. Baba, katika jina la Yesu niseme tu ni asante kwa asubuhi ya leo. Baba yangu, umekuwa mwaminifu, umekuwa mwenye nguzo katika maisha yetu. Nachukua kila mmoja Baba yangu, unamjua Yesu, unamuelewa hitaji la moyo wake. Baba yangu unalitambua. Takaza mwili wake, takaza nafsi yake. Wewe ni Masia, hakuna mwingine aliye kama wewe, hakuna wa kufananishwa na wewe. Wewe ni Simba wa Yuda. Chukua ushukani katika maisha yake, ukamuongoza katika kila hatua, kila vitu ambavyo anavitenda. Jini ya jua Baba yangu ukawa pamoja naye, ukamuondolee mikosi, ukamuondolee laana, kwa maana wewe ni Mungu. Kasi ya mikono yake Baba yangu, ukaibariki, ukamuinue. Wewe ni Ebeneza. Kwa pendo la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Leo nataka kuzungumzia tu kitu kidogo kuhusu kimila. Kuna watu ambao wanapenda sana kurithi. Ati mtu fulani amekufa, huyu naye anaenda kurithi mke wake, huyu naye anaenda kufanya nini. Hizo ni vitu ambazo zimepitwa na wakati jamani. Kuna magonjwa yametokea, kuna laana zimetokea. Unapoingia katika ndoa ambayo mtu ametoka, wewe unaenda kuchukua madhabahu ambayo hayakustahili katika maisha yako. Unaleta vita katika anga zako. Unaanza kupishana, unashindwa kuelewa ni mbona mambo yako hayaendi. Ni kwa sababu uliingia katika madhabahu ambayo hukustahili kuingia. Nataka nikwambia kwamba mambo ya urithi wacha tuachane nayo, na maisha yetu inaweza kuendelea. Ya kwamba ndugu yangu amekufa na mimi naenda kurithi mke wake, mbona? Ni jambo ambalo ni mbaya sana katika ulimwengu huu wa dunia na katika ulimwengu wa kiroho, ya kwamba kwenda kuchukua mke mwenzako, ya kwamba kwenda kuchukua mke wa ndugu yako, ni jambo ambalo unaenda kuanzisha kisasi ambacho kitakuwa na mipaka, kisasi ambacho hakitaelewana katika maisha yako. Kumbuka ya kwamba ulikuwa na mke wako, ukaenda kuongeza mwingine, ukaanza visasi ambavyo vitakuja kukosana katika maisha. Kutakuwa na mipaka. Hapo ndio unapata uchawi imeanza, watu wanaanza kurokana, amani inakosa katika poma. Nataka nikwambie kwamba vitu kama hivi yafaa tuachane nayo. Nataka tusome mstari mmoja katika kitabu cha Mwanzo. Nataka tuangalie Mwanzo. Nataka niwatafutie kitabu cha Mwanzo. Mwanzo ni 38. Kama kuna nafasi unaweza confirm nisije nikawa na wadanganya. Mwanzo 38, soma mstari wa 9. Mwanzo 38 mstari wa 9. Nataka nikwambie. Yes. Ndio hii mstari nimepata. Mstari wa 9 unasema, Onani alijua ya kwamba huo uzao hautakuwa wake. Ikawa alipoingia kwa mke wa nduguye, alimwagia chini asimpe nduguye uzao. Bwana abariki andiko. Ya kwamba hata yeye alipoenda pale aligundua ya kwamba hataki akampe nduguye uzao, kwa sababu alijua ya kwamba kuna laana fulani itakuja kuandama. Kuna madhabahu fulani anaenda kugenerate ambaye italeta vikwazo katika maisha ya jamii yake. So nataka nikwambia kwamba unapoenda kurithi mke wa nduguyo, unapoenda kujamiana na mke wa nduguyo, hata kama amekufa bado, ni kitendo kibaya sana. Lazima kama watumishi wa Mungu, lazima kama watoto wa Mungu tujitenge na vitu kama hizo, sababu haujui kesho ni lipi linaenda kutoka.
yatokee. Maisha yako yanaweza anza kuharibika kutokea mahali pale. Maisha yako yataanza kuharibika na utakuja kulia maisha yako yote. Familia yako haitaisimama kwa sababu uliingia katika madhabahu ambayo haistahili wewe kama mwanadamu, wewe kama mtumishi wa Mungu, wewe kama mwana wa Mungu kuingia katika madhabahu. Hayataanza kukukula pole pole, na kwa sababu ulienda ukamwaga hapo damu yako, lazima utafuatilia damu yako, lazima utakuwa miongoni mwao. So hiyo damu bado itakudai, na hiyo damu italeta madhara katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. So ndugu yangu, nataka nikwambie kwamba unapoingia katika kazi yako ya kila siku, jitenge na vitu ambavyo vinaweza enda ya kuleta matatizo katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Unapotimiza yale ambayo nakwambia, mimi niko tu hapa kukusaidia, kukupa tu mwelekeo ya kwamba kuna vitu ambavyo unaweza ingia na vikaleta madhara katika Baba, katika jina la Yesu niseme tu asante kwa andiko la leo. Mfalme wa amani aliyesikia, mfalme wa amani, wacha likaingie katika nafsi yake, katika ubongo wake, akalitumia likawe la manufaa katika maisha yake, likamjenge katika fedha, likamjenge katika maisha. Tutasema tu asante. Fungua njia zake, wewe ni Mungu. Fungua mawazo yako, wewe ni Mungu. Tenda ishara, tenda muujiza, kwa maana unaweza. Kwa pendo la Yesu Kristo naomba na kuamini.